Ni kazi ya kaka, ni kamari haya yote. Shida. Chap baba. Haya haina shida. Tulia. Sasa utulie. Nikwambia utulie. Muda cha kwangu. Muda vipi? Kata. Unachafua ngapi? Namba 9. 9 mbele. 9. Haina shida. Nani hapo? Ndio kidogo. Kamari shingapi mjomba? Kamaliza hapo. Naisha. Kumi nyuma. 7 kama 10 nyuma. 10 mbele. Lakini unajua mbele ndio huko nyuma. Baba. Yeye chapa. Mjeshi. Kama kuna mchezo chezeka hapo mzee. Ngoja mwanangu hapo wenyewe. Muda mali familia. Wewe tula. Kila kitu namaliza. Bila kuchoka hapo wenyewe. Muda mali. Unajua Kamari box. Zetu hapo. Muda mali au vipi? Kamari box baba. Kwa changamka basi kamari box mjomba. Chanka. Wewe vipi? Uone kama kamari box hapo. Kamari box vipi? Kamari box vipi? Changamka tuondoke hapo. Changa roto. Alafu msale masiala hapa. Hii kamari. Hii kamari. Masiala kwenye hela. So lete masiala? Masiala kwenye hela. Wewe vipi? Unachafua ngapi? Sifua hapo 9. 9 mbele. 9 anakufa nyuma. Ngoja niweke. Ndia. Vipi bwana tetema babu? Unajua ni wenyewe kwa. Kamari si isha. Chakula zote au mchao yenu. Kwa sasa hujaiona pale. Sasa hujaiona. Wapo nakuja kwa shari haya yote. Unajua mwana tangu umenikubalia, yani nakwambia uje nyumbani haufiki. Yani mizunguko mingi. Sielewi una tatizo gani. Sasa naenda shule. Shule yenyewe ina weekend ujue. Shule yenyewe ina weekend. Yani fanya hata siku moja nini uje nyumbani. Fresh, lakini tangu nakuelekeza mazingira haya yani umenikubalia na huu mwezi unakata kila siku unakuja. Vipi? Nakuwa na kazi nyumbani. Punguza kazi, unajua kazi haziishi. Punguza kazi haziishi, kazi zipo tu. Na hapo itakuwa hamna kitu ambacho umefanya kunikubalia yani. Sasa umenikubalia ili iweje hapo tu unanizungusha. Hamna, nakuwa na kazi nyumbani na nikimwambia dada natoka naenda kwa rafiki yangu. Yani anikubali. Anasema so, rafiki gani Samina? Sikiliza sasa, sio kila kitu uage nyumbani unaona. Na kwenye hili hapa uweze ukaaga. Yani wewe fanya tu kama unatoroka mara moja, one time unakuja yani. Sawa nimekuelewa, lakini sina kinga yoyote mwilini mwangu. Sawa, kama ni hivyo basi hata mimi mwenyewe nimekuelewa. Kwa hiyo hapo cha kufanya sasa inabidi usije mtaani moja kwa moja kwa sababu ni kimeo. Kwa hiyo utanikuta pale kumshikaji. Upepo unapopiga huu na nilivyo miss kufika bondeni. Kufanya nini? Unajui? Sasa bwana wakati hapa tumekaa huko bondeni unaenda kufanya nini sasa hivi?
Alafu kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani? Hivi kuna ile godoro na kitanda viko wapi? Vile vitu kuna rafiki yangu alifika hapo siku moja akanielekeza matatizo yake. Akasema nimwanzilishe mimi kama mzee. Lini? Kwa sababu leo na kama siku ya 3 hivi sivioni hivyo vitu. Habari zenu? Safi, mambo. Karibu. Haya, asante. Karibu kae. Haya, asante. Mimi hata sijaje kuchelewa hapa. Shoga yangu, mimi nimekuja hapa na shida. Shida gani tena? Kuhusu kile kitanda na godoro ambao uliniazima. Hivyo vitu vimefanyaje tena? Yaani narudi kwenye mihangaiko yangu, nafika nyumbani vile vitu sivikuti. Yaani kwa kifupi vishachukuliwa kashaenda kuuza mume wangu. Ngoja kwanza. Yaani hivyo kitanda na godoro ambavyo nimemvulizia hapa mke wangu? Ndio hivyo, maana wewe ndo rafiki yangu ambaye niloka mwazimu. Sasa unaona matatizo ya kuazimisha vitu bila kujadiliana. Kwa hiyo wewe mumeo akifika akikuta vitu ndani anachukua tu anauza bila kujua ni vya nani au vya nani. Yaani sio kwamba anachukua tu anauza, hata mimi mwenyewe nimeshangaa. Ndio maana nikaja tu nianze kutanguliza samani. Kwa sababu mimi mwenyewe nilipokuja kuazima vile vitu nikaenda navyo kukaa navyo ndani kwangu. Sikutegemea kama yeye atavichukua kaenda kuuza, maana nilishamwambia kwamba vile vitu nimeazima tu kwa shoga yangu tujishikize kwa siku 2-3 tunatafuta vya kwetu. Lakini nashangaa nimerudi kwenye mihangaiko yangu nakuta vile vitu vishauzwa. Kwa nini mumeo ni nani? Mume wangu mimi anaitwa Moto, ana tumbo fulani. Aha. Shamkumbuka. Sijui kaenda kufanyaje, mimi hata sielewi. Sasa shamsikiliza, mimi nimekuelewa. Kwa vile nimemjua mtu mwenyewe anisumbui, namaliza mwenyewe. Usipate shida. Nitashukuru sana shemeji yangu, asante. Basi ngoja niwaacheni. Safari njema. Wale yule tukutane pana ni yako. Yule rafiki yangu. Rafiki yako? Rafiki yako? Maniga rafiki yako unasema maana hivi kabisa mwanangu. Unakuwa romantic kabisa unangata lips rafiki yangu. Yule rafiki yako gani? Yule rafiki yako. Unangata lips afu unasema kwamba yule rafiki yako. Shamba wewe. Yule mwenyewe si mdogo wetu. Naelewa. Toa hapo yenyewe mauzo hiyo, toa mchumba wewe, mbona zingua first kama hujafanya mambo huko. Sema nini? Mimi naitaka ile hapa nitolee. Hii nitolee babu. Unielewe au shida nini? Sana wewe, toa basi hapo. Toa. Acha hii. Hai. Brother. Brother, nimepolwa brother. Nimepolwa brother. Umepolwa nini? Nimepolwa t-shirt, simu, viatu. Wamechukua kila kitu pale. Tatizo ni nini mpaka unapolwa ndogo? Sijui tatizo, mimi niwakuta tu washikaji ndio wamesimama. Lazima kutakuwa na tatizo. Nini? Mimi sijui sasa tatizo ni nini. Fanya matukio nani kafanya nani? Ni Maniga pale na mwenzee Maraba. Hapo kaka umeatimba yani. Sasa nisaidie tu tukachukue vitu vyangu. Inuka. Brother. Inuka, sihitaji maelezo, tutazungumza ndani. Vitu vyangu brother. Huyo Maraba unomtaja hapa na huyo Maniga ni watu waeleweki. Piga na chana mwanangu nyuma ifikia 6, si ndio Ndio. Hiyo. Hakikia. Okay, tunaanza mbili. Demu na mpenda la kumweleza na 6.
Tamasha la kwanza ilipofika miaka 6 wanafika mpaka 6 tambo tulianza wae malume ndoka bushi nenda msheki mama weni mlevi la malizi keti hata uebalia vipo za misazi kwa buku kuna kabuli kibao azisiku na mtu analala fulitano hivi. Baza, kuna akili gani au wazo gani juu ya kitendo alichomfanyia ndugu yetu jana kuhusu Maniga na Maraba kumnyang'anya ndugu yetu viatu na kifupi kumpola simu sijui na vitu vyake vyote? Maniga na Maraba. Mna shida. Maniga na Maraba sisikiki au imekuwaje? Na wahitaji wala hata dakika 5 nizungumze na nyinyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Heri. Heri kabisa. Alhamdulillah. Karibu. Heri. Alhamdulillah kabisa. Na mwalimu. Ni kawaida? Heri. Heri kabisa. Jambo Maniga. Ile Maraba. Nimewaita ndugu zangu tuweze kuzungumza hata dakika 5. Haina shida. Kuna jambo limetokea jana. Kwa kweli limehuzunisha sana. Na sikutegemea kama lingetokea upande wenu. Kuna mdogo wangu pale nimefanya kitu ambacho hakistahili kabisa katika ulimwengu wa sasa. Mdogo wako yupi huyo? Siwezi kuwalaumu kwa sababu nyinyi ni vijana, mnaweza mkafanya matukio na mkasahau muda huo, siwalaumu. Lakini kumbukeni tu jana hakuna mtu ambaye mmempola simu, mmempola t-shirt, mmempola. Yaani mmefanya vitu ambavyo ni vya ajabu kabisa. Hebu jaribu kumbukeni kidogo. Wote hapa tuelekezane. Msinifiche jambo bwana. Unajua shi yangu? Nimekuuliza kwamba yule ni ndugu yako kwa sababu ilikuwa na maana ya kwamba yani kwa jinsi tunavyokufahamu wewe kimazingira yako, wewe ni shehe mkubwa, ndio sawa, unajulikana, na ndio maana hata sisi tulipokujia kwa kweli kwamba ni tumepoa, sawa, kwa sababu tunakuheshimu. Kwanza nishukuru hilo. Ila sasa kinachonishangaza inakuwaje kwamba wewe ni shehe alafu ndugu yako anajiingiza kwenye makundi ya kamari. Mdogo wangu mimi namfahamu vizuri sana. Hawezi kufanya mambo ya ajabu kama hayo. Kama kuna jambo amewakosea, sawa? Mumsamee kuanzia hapo. Sawa. Hakuna tatizo. Na vile vitu ambavyo mmemchukulia yule. Nilikuwa naomba tu mrejeshe. Vile hatujamchukulia, ametuuzia, kaliwa kwenye kamari kule. Akatuuzia. Wewe mtende ndugu yako kwenda kamuulize vizuri. Basi sawa, ngoja nikazungumza naye vizuri. Ngoja nikazungumze vizuri, lakini mzingatie hayo ambayo nimekuambia ni machache, huenda anaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yenu. Akazi ya kaka